Kwa hiyo unapokuwa duniani uwe na ushuhuda mzuri ambao utafanya wewe uonekane kuwa ni mtu mwenye kuzaa matunda katika jamii inayokuzunguka. Unapokuwa na ushuhuda mzuri, watu wanamjua Yesu kupitia wewe. Watu wanakuja kwako kuuliza ni sehemu gani unapoabudu, na sisi tunatamani twende tukaabudu. Kwa sababu gani? Wameona ushuhuda wako unayoyatenda, unayoyafanya, unayowatendea katika mazingira yale unayoishi. Wanaona kwamba huyu mtu kweli ana Mungu, huyu mtu kweli Mungu yupo. Wanaanza kukutafuta wakuulize ni wapi unaabudu. Lakini unashangaa kuna wapendwa, mazingira yao yananyausha wokovu walionao. Tusiwe kama hivyo. Biblia inasema tuwe watakatifu. Katika Petro wa kwanza 1:15 Biblia inasema kama Bwana yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, basi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kama Bwana aliyetuita alivyo mtakatifu, basi na sisi tuwe watakatifu katika mwenendo wetu wote. Tuwe watakatifu. Utakatifu unakujeje? Unakuja kwa mtu yule ambaye anashuka na kunyenyekea mbele za Mungu, anamtafuta Mungu kwa uso wake binafsi. Mtafute Mungu kibinafsi, ndipo unaweza ukaupata utakatifu. Utakatifu hauji tu hivi hivi. Utakatifu ni wakuja kwa njia ya maombi. Unakuja kwa njia ya maombi, njia ya maombi peke yake. Ukisoma Wathesalonike 5:17 Biblia inasema ombeni bila kukoma. Tunatakiwa kuwa waombaji katika mazingira tulionayo. Lakini jambo la pili, tujitenge na ushuhuda mbaya, kwa sababu Bwana anahitaji sisi tuwe ni watu wenye kuzaa matunda. Ushuhuda mbaya usiwepo katika mazingira ya maisha yetu. Ushuhuda mbaya, wajua, katika hili limeingia sana kwenye makanisa. Ushuhuda mbaya, shetani ameona kwamba kuna dhambi ambazo watu wanazijua kwamba hizi ni dhambi, hawawezi kuzifanya kwa haraka, lakini kuna mazingira ambayo watu wameingiziwa, tuseme kwamba vimeingizwa kwa siri, japo vinaeleweka kwamba navyo ni dhambi, lakini watu hawajavichukulia maanani sana. Lakini ni jambo ambalo ni baya sana kwa watakatifu. Jambo lenyewe ni hili hapa: makundi yasiyo na Mungu. Makundi yasiyo na Mungu yanapelekea ushuhuda mbaya. Unashangaa kuna watu wanakuja wanasema hivi kwenu pale panafanya hivi na hivi. Nasema mimi mwenyewe sielewi. Mtu uliyeokoka unatakiwa yule ndo awe wa kwanza kumshuhudia. Twende na wewe ukaabudu, usio naambiwa tu watu ni waongo. Wewe twende kanisani ukaabudu, uone kama hayo yapo au hayapo, lakini sio kuunga makundi mabaya ya kulisema vibaya kanisa unaloabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unalisema vibaya kanisa unaloabudu, na unaabudu na wewe unakuja pale pale kila siku. Sasa unaonyesha nini? Tusiwe na ushuhuda mbaya. Tujitenge na mabaya. Hiyo inapatikanika katika Wathesalonike 5:22, lakini na Warumi 12:21. Jitenge na ubaya. Jambo la tatu na la mwisho, tukikaa ndani ya Yesu, ukikaa ndani ya Yesu, tukikaa ndani ya Yesu,
tuamini kwamba kwa sababu yeye ndiye aliyesema, mkikaa ndani yangu ombeni lolote nanyi mtapewa. Kwa hiyo tuamini kwamba katika mazingira haya, ndio maana unaona watumishi wa Mungu walio ndani ya Yesu wanafurahi, wana furaha na maisha yao, yaani wamejiachilia kwa Bwana kwa sababu Yesu yuko ndani yao. Hawana mashaka, hawana wasiwasi. Wanazungumzia habari za ndege hapa, kupanda ndege. Unaona ni jambo rahisi? Sio rahisi, lakini kwa sababu Yesu amekaa ndani yao na ni mwenye uweza katika kila jambo, hakuna jambo linalomshinda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawaona walio na Yesu ndani wote, wakina mama Kani wamepanda ndege. Kwa hiyo hayo mambo kwao ni ya kawaida, kwa sababu Yesu amewawezesha mpaka wamepanda hizo ndege. Anasema ombeni lolote kwa jina langu nanyi mtapewa. Kwa hiyo tuamini kwamba tukikaa ndani ya Yesu, yale yote tunayoyahitaji kwamba Yesu atutendee, basi Yesu atatutendea, tutajibiwa. Ukikaa ndani ya Yesu usiwe na wasiwasi juu ya yanayokupata, kwa sababu hayakupati wewe, yanampata kwanza Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Yesu anasema kaeni ndani yangu. Sasa mimi nikikaa ndani ya Yesu, yanapokuja magonjwa, si yanakutana na Yesu kwanza? Maana mimi niko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko ndani yake, amesema nikae ndani yake. Yanapokuja magumu, si yanakutana na Yesu kwanza? Kinachotakiwa mimi ni kukaa katika imani kwamba katika hili Bwana nimeliona kweli, limenitikisa, lakini na wewe limekukuta. Kwa hiyo tenda katika hili, wewe Bwana ni mwenye kuliponya, basi ponya magonjwa haya, kwa sababu umesema nikae ndani yako nami ndani yangu. Basi Yesu Kristo, wewe uliye ndani yangu, tenda hili. Mengine hayo ni madhihirisho, kama Yesu alivyosema kwa Yohana Mbatizaji. Alipokuwa Yohana alikuwa anakataa kumbatiza, akasema tunataka yote yakamilike, kamilisha yote. Kwa hiyo wewe binafsi una uwezo wa kumwambia Yesu kwamba Bwana, nimepatwa na jambo hili, lakini nimekutazama wewe Yesu, kwa sababu uko ndani yangu, na Yesu anatenda kulingana na imani yako ilivyomwelekeza. Haleluya! Yesu anatenda kulingana na imani yako. Unapokuja kuombewa hapa, ni yale Yesu alisema ukamilishe, kwa sababu lazima mkono wa mchungaji upite juu yako ili kukamilisha uponyaji na baraka juu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mazingira haya tunatakiwa kuamini kwamba kila lolote ambalo tunamwomba Mungu analitenda. Lakini katika mazingira haya tukikataa kukaa ndani ya Yesu, unapokataa kukaa ndani ya Yesu kulingana na matendo yako, kulingana na njia zako, ndo amesema unakatwa na kutupwa motoni, huna faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikataa, ukifanya mabaya, yaani wewe huna faida. Ndio maana nimetolea mfano wa shamba kwamba ni sawa na shamba ambalo umepanda mahindi, unaona magugu yametawala kuliko mahindi. Sasa kwa Bwana unatakiwa wewe mwenyewe binafsi, unapojitambua kwamba haya yaliyoko moyoni mwangu ndiyo yananisababisha Mungu asijibu maombi yangu, unatakiwa wewe kuamua kuanza upya katika maisha yako. Anza upya wewe binafsi, mwambie Bwana, niko hapa, nataka uanze upya ndani yangu, nataka unitendee jambo moja mbili tatu. Anza upya katikati ya maisha yangu. Na Bwana, kwa sababu anakuwa karibu sana na watu wanaoomba, wanaoshuka na kunyenyekea, anakuwa karibu nao sana. Yesu Kristo atakutendea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kukubali kukaa ndani ya Yesu. Kubali kukaa ndani ya Yesu na kujitenga na mambo mabaya na kujitenga na njia mbaya. Juu ya yote hayo, hakuna jambo gumu ambalo utamwomba Mungu kama utajitenga na uovu. Mungu asikusikie, kwa sababu Bwana anawapenda. Katika Biblia amesema, katika Misali anasema, nawapenda wale wanipendao, wanitafutao kwa bidii wataniona. Mtafute Mungu kwa bidii, utamuona. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tafute Mungu kwa bidii. Lakini jambo lingine, toa mwili wako kuwa dhabihu takatifu mbele za Bwana. Katika Warumi 12, katika Warumi 12 mstari wa kwanza, toa mwili wako kuwa dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu, na Bwana atakubariki katika maisha yako. Mungu awabariki sana. Asante.